ambaye amefanikiwa kufika ndani ya mjengo. Daktari kwema sana. Karibu sana ndani ya Fingerprint. Nashukuru sana, nimeshaingia ndani ya Fingerprint hapa. Ndio. Naona watu wameshadaka mkwanja huko, maisha yanakwenda vizuri asubuhi tu. Maisha safi kabisa. Mshua yupo vizuri. Anaitwa Dr. Joseph Marema kutoka taasisi ya Sun Galaxy Herbs, taasisi inayofanya kazi kwa kushirikiana na Zhongfang Red Cross International hospitali ya China. Pia tupo na Dr. Rachel, mtaalamu wa tiba asilia, ambao hawa kupitia mitandao ya kijamii kama TikTok wanapatikana kama Sun Galaxy Herbs, Instagram wanapatikana kama Sun Galaxy Herbs, Facebook ni Joseph Marema. Wanapatikana Mbezi Dar es Salaam na Msamvu Morogoro pamoja na Dodoma wanapatikana soko la Majengo. Leo tunaye kuna mada inayosema sayansi ya tiba asilia na mfumo wa maisha. Kwanza daktari, tuanzie hapa kwenye sayansi ya tiba asilia. Ndio. Mimi mwenyewe nimesikia hapa sayansi ya tiba asilia na kana waza ni kitu gani? Sayansi ya tiba asilia ni kitu gani daktari? Sayansi ya tiba asilia kwanza ni namna ambavyo tiba asilia inavyofanya. Ndio. Au inavyotumika kwa ajili ya kuokoa maisha ya mwanadamu. Okay. Kwa hiyo tiba asilia ni sayansi. Watu wengi walikuwa wakijua tiba asilia ni kukwapua madawa tu huko majani na kuwapatia watu hapo, watu wakaenda kutumia, alafu wakasema kwamba nimemtibu mtu fulani ugonjwa fulani kiasili. Kwa hiyo ikawa kama vile imeachwa fulani hivi nyakati fulani zamani. Maana mimi unajua bahati nzuri na historia pia ya taifa langu tulikotoka. Napenda sana historia. Zamani tulikuwa tukiwa termed kama watu wa utamaduni. Ndio. Tiba asilia ilikuwa kwenye utamaduni. Hata vibali vilikuwa vinatoka kupitia manispaa, kwa mganga, kwa manispaa, kitengo cha utamaduni na asili. Baadaye tumeimprove, serikali imeimprove mpaka tiba asilia ina baraza la tiba asilia, alafu ipo chini ya wizara ya afya. Ndio. Kwa tuko vizuri sasa hivi kabisa. Tunatambulika, tunafuatiliwa, tunaangaliwa, tunaenda vizuri. Sawa. Sasa kwa nini tumefikia huko? Kwa sababu imekuja kuwa wazi sasa kwamba tiba asilia ni sayansi. Sasa hoja mahususi mezani. Ndio. Ni namna gani sayansi ya tiba asilia inavyoingiliana na mfumo wa maisha ya kila siku, lifestyle. Maana yake ni kwamba ili uwe tabibu mzuri wa kuwasaidia watu kwa tiba asili. Kwanza uielewe sayansi. Ndio. Ya mimea dawa. Okay? Yes, mpaka usome hiyo daktari. Lazima usome. Kwa nini tuogope kusoma? Mimi ni swali na mimi nakuuliza, kwa nini tuogope kusoma? And why do we need cheap things and easy works? Kwa ni mwanaume ameumbwa ni muscular. Mwanaume ni muscular, okay? Naongelea kwa wanaume. Ni muscular. Maana yake lazima ufanye vitu vigumu kabisa. Yaani uteseke. Wanaume atakula kwa jasho? Yes, uteseke. Jasho likutoke ndio upate vitu vizuri. Ndio. Lakini pia tusisahau vitu vyenye thamani huwa vimefichwa. Sio rahisi kuvipata. Ni lazima jasho likutoke, akili itumike na maarifa makubwa sana. That's why narudi kule kwamba mtu anayetoa huduma za tiba asilia lazima akubali kuisoma sayansi ya mimea dawa kabisa. Lazima akubali kujua sayansi ya mwili wa binadamu. Sasa unatibuje kama hujui sayansi ya mwili wa binadamu? Okay. Lakini pia lazima ujue lifestyle ilivyo kwenye ile region yako. Ndio. Au katika nchi yako, ujue lifestyle yetu ikoje. Kwa sababu mfano mimi brother nimesoma, nimeenda China. Lifestyle ya Wachina ipoje? Iko tofauti na lifestyle ya Wabongo. Ndio. Hali kadhalika lifestyle ya Bongo hapa Dar es Salaam iko tofauti na lifestyle ya kijijini kabisa. Okay? Ndio. Lakini kuna baadhi ya vitu tuna share in common. We share it in common. Baadhi ya vitu tuna share in common. Sasa point yangu iko hivi. Tunapofanya tiba asilia lazima ujue yule unayemtibia anaumwa nini. Hilo swali la kwanza. Lakini anaumwaje? Hilo ni jambo lingine. Anapitia nini katika madhira yake ya ugonjwa wake.
kwa sababu kuna baadhi ya vitu utagundua vinaongezeka katika njia yake ya kuugua. Okay? Ndio. Lakini pia lazima ujue lifestyle ya yule mtu. Ndio maana una mfumo wa maisha unapokuja katika mfumo mzima wa sayansi ya tiba asilia. Lazima ujue mfumo wa maisha ya huyu mtu. Kwa sababu kuna magonjwa mengine hayahitaji dawa. Ni mfumo wako wa maisha. Ni mfumo wako wa maisha. Gesi tumboni. Ni mfumo wa maisha.